Hoya guys, back to our YouTube channel. Mkoje watu wangu? Kwanza nataka kutambua uwepo wenu ndani ya hii channel. Nyinyi ni watu wa nguvu zaidi. Mnaendelea kutetea hii channel na mnaendelea kusupport. Hiyo support yenu naendelea kurecognize. Asanteni tena zaidi. Kwa hivyo hii wiki acha Mungu aweze kukuonekania na kutetee kwa kila jambo. Kwa hivyo guys, tunaingia moja kwa moja kwa mazungumzo yetu ya kawaida kila siku, na kuambia kwamba hii ndio channel ambayo inakuletea vitu ambazo maybe ziko hidden. Neno watu wangu, nilikuambia kwamba serikali ya William Ruto imeanza kuwa na wasiwasi and imeanza ku feel a defeat from the opposition, and is not only from the opposition but from all Kenyans. Unaona watu wangu, Wakenya wote wameanza kukataa Rais William Ruto. And now imefikia certain point William Ruto ameanza kusikiza watumishi wa Mungu. Hapo awali wakati ambapo William Ruto aliingia mamlakani hakuwa anasikia watumishi wa Mungu, and that's why watumishi wa Mungu walikuwa na predict na hii William Ruto hakuwa anatilia manani, and even some Kenyans hawakuwa wanatilia manani. Na kuna watumishi walikuwa wanatuambia kwamba next month mwezi ujao kutakuwa na hii na hii itatokea, but Wakenya walikuwa na zidharau, William Ruto alikuwa na zidharau, but this time round wameanza kuangalia mambo ya kitimia yale wachungaji wa Mungu walikuwa wanajaribu kupeana. And now kwa hii video guys, nilikwambia kwamba moments ambazo Raila Amolo Odinga atakuwa na exit broad based government, atakuwa anatoka na his experts wote. And that's why unaona nakwambia kwamba Raila Odinga is controlling this nation. Unaona watu wangu, kabla kwanza tufikia watumishi wa Mungu jinsi ambavyo wamejaribu tena delivering their messages, na ambazo William Ruto pia ameona ni kwamba kweli nimeishiwa na inafaa niende hivi. Kabla tufikie pale, yesterday Raila Odinga alimeka statement baada ya Murkomen kuongea matope mbele ya Wakenya. And I have been telling you that Raila Odinga is in control. Ana control nchi ya Kenya. So anything Raila Odinga atasema, William Ruto will follow. Believe me. You witnessed a lot of bloodshed in the country recently. Children, people who went out to demonstrate, some of them died. Some of them died, some of them shot by the police officers. Because they are criminals who came out to do deliberate destruction of property. Yes. Those ones we condemn in the strongest terms possible. But the same breath, we must also censor the police. The police should never ever shoot to kill. Police have no license to kill human beings. If somebody has committed a crime, arrest that person and take him before a court of law, charge him. So anybody giving instruction to a police officer that, oh, kama mtu na karibia police station, piga risasi. My shame. Shame on you. Shame on you. We should not encourage taking away of life in a way which is not constitutional. If somebody has committed a crime, that person should be subjected to law. Arrest that person and take him to a court of law, accuse, charge him, and let the court find him guilty and then sentence him. This is Raila Odinga ameanza kuonyesha dalili zake za kuexit sasa. Na nilikwambia akitoka atatoka na watu wake wote. Yesterday nikaona tena John Mbadi akibweka akiambia rais kwamba maandamano yalikuwa upande wa Nairobi tu na upande wa Mount Kenya peke yake. Akiendelea kuficha rais upande wa Nyanza hatakuwa na maandamano. But now rais sio mjinga ambaye hatakuwa na angalia hizi vitu kwa TV kwamba hii ni county fulani, hii ni region fulani. Unaona watu wangu. So wanaendelea kuficha rais William Ruto ili aendelee kujua kwamba upande wa Nyanza wote ina support William Ruto because ni ngome ya baba. But kama mambo ni mbaya, ni mbaya. If you check, if you followed where the demonstrations were conducted, Nairobi, for the first time, the only place where mammoth crowd was witnessed was along Thika Road. And we know why. Another place was Kitengela, the outskirts of Nairobi.
We know why. Then you hear of Nyeri, Olkalau, Nyahururu, Kiambu, and then to make it worse, people attack police stations. So guys, ensure kwanza umelike video, na nasema thanks so much. Nyinyi ni watu wa nguvu, mnaendelea kusupport hii channel. Kwa hivyo guys, without wasting time, kitu ya kwanza, Gen Z bado wana threaten William Ruto kwamba sisi hatujachoka. Even Sabasaba Day, we are just coming. We are just coming for you. Know that we cannot live in a nation where fear is the order of the day. Every time we get outspoken, it's either abduction, it's either the Subaru Boys comes for you, or else it's either you are assassinated or killed. But this is not the kind of a nation that we call home. We desire to have a nation where our voices will be heard, where our voices will participate in making national policies and national laws that will bring order and bring development to our nation. And I want to say this. What happened on Wednesday, it is impunity as you call it, it is anarchy as you want to label it. But we want to remind you that all this, you were the one who started. An eye for an eye, a tooth for a tooth. You introduced the formula. But now the funny thing is, the young people of this nation are so determined. And every time you show them that you want violence, yet we are bringing a very peaceful revolution, then you are making a violent revolution to become inevitable. The inflammatory statements that Murkomen made on Thursday has awakened the youths of this country. I want to tell the current KK government that the only thing that the youths of this nation have understand that this government listen only to protest. And we are going to protest from today until that one man, William Samoei Ruto, stepped down from that state house. We are not going to give this government any chance for negotiation because as a country we are tired. Imagine a country where a state organized and burnt its own law court, a country where the states burnt its own police station, a country where when the youths came out to protest, they organized the barbaric youths in form of goons to beat us, steal from us. As a nation, we are tired, and we are saying and we are telling one William Samoei Ruto that the time for negotiation with the young youth is over. And to Kipchumba Murkomen, the so-called lawyer, we are going now to address you directly as youths. At the end of the day, you have called for the killing of the youth when they approach police station despite having grievances. We have grievances not with the police officers. We have grievances with a system that does not reward merit. A system that rewards who you know in the government rather than what you know. That is a system that we want to dismantle. That is why we are getting out in the streets. We are not getting out in the streets because of anything else. It is because this society that has been created has failed us. And at this point, we are not begging anymore. Na tunaarifiwa ya kwamba kila mtu ambaye yuko kwa serikali ya William Ruto, kila mtu ambaye saizi ni close ally of William Ruto, zile moments ambazo feel kwamba it is too much, wamekuwa tired with the William Samoei Arap Ruto. Nikakwambia kwamba even police officers saizi wamechoka na hii serikali ya William Ruto. Na tunaarifiwa kwamba zile moments wataamua ku-exit, William Ruto will remain in a dilemma. William Ruto will remain in a dilemma. And William Ruto is going to be taken to ICC. Na hakutakuwa na mtu mwingine kama sio Raila Amolo Odinga. His government. Yes. Even him, Ruto, is tired of these guys. He will want them to walk out and then start planning afresh. But do you think he will manage because it's... He thinks so. He thinks so. That's why he has goons. That's why he's preparing goons. That's why you have police forces which are outside police forces, but they are police forces. That's why he had goons in the political arena. That's why you have Kina Ishongwa and all those guys. He is ready. I think Ruto is ready for an eventuality. Mm-hmm. And people are underestimating Ruto, but I think Ruto is ready for an eventuality. And
just on that, recently on Twitter, I saw Moses Kuria posting Uhuru. Actually, up to now, he has the image of Uhuru Kenyatta as as his profile picture on Twitter, while the the former president is in his military regalia, and he has been singing praises to the former president for a while now. This is what is happening. Let me tell you something, and let's end it there. What is happening is that in both government and in the government, there is a growth of militia-like mentality. Are you getting me? There's a growth of militia-like mentality. It's growing. There's a lot of quagmire amongst Kenyans. It doesn't matter whether you're in government or not government. There are those people, like now you saw Samido. Samido, he's a police officer, but he's singing one time. And Samido is one of many who are in the army, who are in the NSIS, who are in whatever, who are saying one time. So what is happening is that there is a crack in the nation, a big and it's widening. Those who will be pro-government, and these people, all these people you are seeing going to eat in the government, when things will go south, they will move out of it. They will move all of us en masse. The ministers you are seeing will walk out en masse. The MCAs, the politicians you are seeing, most of them will walk out en masse, and they will be left alone. Now, that is the time somebody will say, come and buy. Well, so you feel that at the end of the day, the president will be betrayed by... He will be betrayed. By his own... Very soon. Just wait. It's very soon. So if you see that Moses Kuria is saying such a thing, and yet he's an economic advisor to the State House... He's never allowed to get in the State House, or whatever, he's an economic advisor. But things are not good in Kenya. Things are not good. We need prayers. We need harmony. We need people who are sober to sober down the nation. The tension that is moving out is not right for this nation. Whatever is happening, and these things are being fueled by just things that they look like natural calamity, but it's a calamity. Like this Ojwang thing is like a natural calamity, because they themselves, they were not planning to kill, but something happened. Something just happened. It's just a national calamity. The 10 plagues that is it Pharaoh that that hit Egypt. Yes, I'm seeing a scenario like that one, and I'm seeing a scenario that somebody is gonna be forced to step down, and because he can't step down, he will be stepped down. But do I say? Patia watu wako jumbe. Apostle Ndora Warwenge is my name. I am at Coffee Plaza. Thank you very much for those people who support me in Plug TV, and it's good you subscribe to it and share and everything. But also I want to ask you, please, my dear brothers, I'm not 100% right. I'm not even 50% right. I just give my opinion, and sometimes this opinion happens to become a truth. That does not qualify me to become that now whatever I say, it will come to pass. Don't wait, don't die waiting for that. Just, I'm saying my mind, and my mind is good because I know I have a good relationship with my God, and I don't make it for you. I make it for myself. So don't kill anybody because of me. Don't even abuse me, or don't even say those funny things you say because of my opinion. You also have the number for this gentleman, Plug. Just call him. Come and share your opinion with him, and you'll be blessed. Because don't forget, even James Maina Ng'ang'a, Pastor Ng'ang'a, pia delivered his information to this government. Unajua ujamaa amekuwa akinyamaza zaidi, amekuwa amenyamaza zaidi. Kutokea zile wakati William Ruto amekuwa akimpiga. Government ilikuwa inampiga because of the land. Unaona watu wangu, mali ambapo amejenga church yake ya evangelism. Unaona watu wangu, but this time round tena ameamua kuzungumza because mambo hayaendi sawa pia. I thank God polisi moja nimeona alienda kavamiwa
Yeye akaambiwa aseme one term. Akasema one term. Hata mimi nikavamiwa nitasema one term. Hata mimi wakija hapa nitasema one term tu. Sasa wakija hapa kuliko wavuja ma TV zangu. Siniwaambie tu hata mimi one term. Na kabla 2027 hata nyinyi mtakufiwa na watoto wenyu. Mtakufiwa hata nyinyi. See my brother, you're not my brother. Shetani. Hiyo shetani umefanya makosa. Take me where you want. You are a liar, killer. Na niambie wale wakubwa vile mlikuwa Hague. Hiyo roho ndio sasa inakuja. Hiyo roho inakuja. Too wrong cannot make right. Polisi, Mungu awabariki sababu mko na kazi gumu. Na mara nyingi mimi nasema tuombee polisi, maana polisi anakaaga usiku ije. Sisi tunafanya mapenzi na wake zetu, wao wako ije na kwa baridi. Wana kazi gumu sana polisi. Na mimi nawaomba polisi msichikie maneno ya mtu mmoja mchochezi. Sijasema polisi hawakosei, wanakosewa. Lakini too wrong cannot make right. Sasa hii kitu haiwezi kusofiwa na you'll kill so many people. Why can't you go to the drawing box and find what is the cause of this drama? Even if you kill, bado wako na hasira. Uliua kamoja, sasa wameua wote hawa. Naongea kama mtume na kama mzee. Calm down, sit down, tafuteni vile mtafanya. Tafuteni maneno ya kuambia watu washukishe pressure chini. Lakini hiyo kiburi ya kusema polisi huwa watu, kwani yeye polisi yeye ni malaika? Polisi ni mtu kama sisi tu, ni utumishi kwa wote. Nimeona polisi moja akisema hivyo. Akisema ni utumishi kwa wote. I thank God polisi moja nimeona alienda kavamiwa. Yeye akaambiwa aseme one term. Akasema one term. Hata mimi nikavamiwa nitasema one term. Sasa polisi huwezi ngangana na hii watu 10,000 na bastora hiyo moja. Wewe ukifika mahali polisi tumia ujanja, geuka ungana nao. Maana utaweza buduki moja hiyo buduki 3, watu 20,000, you can't kill all of them. Huyo polisi nikasema Mungu ambariki sana kwa sababu alitumia wisdom. Watu wote nitaua ngapi sasa? Akaungana nao akaanza kusema one term, one term. What? Hata mimi wakija hapa nitasema one term tu. Sasa wakija hapa kuliko wavuja ma TV zangu. Siniwaambie tu hata mimi one term, hata kama roho haitaki. Wewe mkubwa hapo, najua uwezi ulizwa na mtu. That is basically warning. Don't usipe watu hizo vitu mtu anaweza kasugumzia chini ya maji, lakini publicly that's not right. I'm 71 years, I can give you that is wrong advice publicly. Nyinyi wenyewe hii chuki yote imetokezea kwa sababu ya huyu wa Kiambu na yule sijui nani yule kudi yule na wewe mwenyewe na yule mwingine anakuwaka kwa State House. Hawa watu waine mnaongea kwa public maneno ambayo inachochea watu ati uchaguzi lazima sijui kutakuwa hivi. Sasa hiyo mliongea ndio inawakula. Mambo mengine tumia wise, don't speak publicly. Msiongee wanasiasa hii mambo ya kuchochea watu. Na kabla 2027 hata nyinyi mtakufiwa na watoto wenyu. Mtakufiwa hata nyinyi. Me, I hate drama. It is so painful kupoteza mtoto. Mtoto na uko na mmoja apotee. Sometimes hamjui vile wazazi wanasikiliza. Uliuza shamba kasomesha mtoto, amefika mpaka university, sasa kumetokea kitu ameenda. Hauwezi pata tena mtoto. Then mtokezee tena mseme ati polisi waue watu. Sisemi ni vizuri wananchi kuvamia polisi. Msivamie polisi. Polisi ni msaidizi wetu. Polisi ako katikati.
Ukiibiwa unaenda kuripoti polisi. Ukipigwa na mtu unaripoti polisi. Polisi ni msaidizi wa both side. Mwenye kuonewa mnapelekwa kotini. Nani alipiga mwingine, ushahidi inatolewa, koti inatoa, inapeleka. Lakini kusema ati wauawe wote, that my brother, see my brother, you want my brother, shetani. Hiyo shetani umefanya makosa. Take me where you want. You are a liar, killer. Nilikuambia mtakulana. Hii kiwanja ndio inakuchochea. Ulianzisha na hii kiwanja kama ukubuki. Ulianza na hii. Wewe ndio ulianzisha hii kiwanja yangu kunifuata. Nikakwambia itakukula. Sijataja jina yako. Nikitaja take me to court. Sija mention jina yako. Mimi ni ex prisoner. Sijakutaja. Ushahidi yaona mimi sijataja jina ya mtu. Uko na kisirani. Hata nyinyi wakubwa mko na kisirani. Mtengeneze sadaka, mlete, mpelekee makuhani wenyu. Wawatolee hiyo kisirani mko nayo. Kenya haijakuwa na kitu kama hii. Nyinyi mko na kisirani. Nawaambia kama mko na kisirani. Muombe polisi sana, sababu maisha ya polisi ni ngumu sana. Maisha ya polisi ni ngumu. Mke yako Mombasa, bwana yake yako Kisumu. Nyinyi mnaona TV nyumbani na wake zenyu, polisi yako usiku nje. Mnajifunika na mablanketi, mnaakisha moto, polisi uko nje. Mnakula vizuri, yeye yuko kwa barabara, na hapo kwa barabara hakuna hata kioski anunue maji. Na hata akitumwa hata pewa ati enda ukanunue maji. So when you pray, remember these guys ni watu kama nyinyi. Ni watu kama nyinyi. Na saa hizi kipindi ni kigumu. We have to pray for the police. Kupigwa na mtu na mawe na huko na buduki, it is not easy. But wamejaribu ku calm down. Ni vile tu hawa wachochezi wanasema ati huwa watu. Akiua watu hataenda kwa mama yako, akimaliza kazi akienda retire atakuja kwetu Murang'a hapo, na tulikuona ukiua watu. Akiretire hataenda kwenyu, ataenda kwa watu wa kwao, na walimuona akiua watu. So wachochezi muache uchochezi. Hiyo ofisi umeikuta juzi tu, na wewe ni mtoto mdogo.